Haleluya, utukufu ni kwa Mungu, utukufu ni kwa Yesu Kristo aliye hai. Ni siku nyingine tena namshukuru Mungu. Anazidi kunipigania, anazidi kuniongoza. Kuna neno lilinijia, ni neno ambalo linafahamika. Usiwe mwepesi wa hasira. Hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Linatoka kwenye Mhubiri 7:9. Ikanipelekea kuanza kutafakari, ikanipelekea kuanza kujiuliza upumbavu ni nini. Nikaingia kusearch definition za upumbavu, maana ya upumbavu. Nikaja nikagundua upumbavu ni kujua kitu fulani alafu usikifanye kama inavyopaswa kufanyika. Kwa mfano, ukijua kabisa hautakiwi kujisaidia sehemu fulani alafu ukaenda ukajisaidia pale, unakuwa umefanya upumbavu. Au mtu akikukuta unafanya kile kitendo, atakuona wewe ni mpumbavu. Unajua jambo fulani linapaswa kufanyika kwa namna fulani, lakini haulifanyi kwa ile namna. Huo ndio upumbavu. Kwa hiyo nikapata kichwa cha somo: ujinga na upumbavu. Ujinga ni kutokujua kabisa. Kutokujua kabisa kwamba kitu kinafanyika namna gani au kitu ni nini. Kutokujua, kutokuelewa, huo ndio ujinga. Lakini ukijua, ina maana ukapata maarifa ya kitu fulani namna gani kitu kinafanyika. Kwa mfano, ukajua hichi ni chakula kinaliwa. Ujinga unakuwa umekutoka. Baadaye ukikuta kile chakula, badala ya kula kile chakula ukakitupa, unakuwa mpumbavu. Umefanya upumbavu kwa sababu ulijua kabisa kile ni chakula, na badala ya kula ukakitupa. Au ujinga ni kujua ya kwamba usipotunza vizuri maharage yanachacha. Alafu baadaye ukaja ukaelekezwa kwamba maharage yanachacha, labda ukiweka nyanya, ukiweka nini. Alafu na kesho yake tena ukaweka nyanya, ile maharage yakachacha. Unakuwa tena sio mjinga, unakuwa ni mpumbavu. Kwa hiyo unaweza ukaja ukaona ni heri ujinga kuliko upumbavu, kwa sababu ujinga unaweza ukatoka, unaondolewa. Ila upumbavu, bila nguvu za ziada, nguvu binafsi, upumbavu ni ngumu sana kuutoa. Ujinga mtu mwingine anaweza akautoa kwa sababu ulikuwa hujui kitu. Mtu ambaye anakijua atakuelekeza, kwa maana ujinga utatoka. Hujui hesabu za kujumlisha, ukienda shuleni utafundishwa kujumlisha, ujinga wa kujumlisha umetoka, ujinga wa mahesabu umetoka. Lakini upumbavu unajua kwamba nikila sumu nitakufa, alafu unakula sumu. Huo ni upumbavu, ni ngumu sana. Ngumu sana kuutoa pasipo juhudi binafsi. Kwa hiyo ni swala ambalo lilikuwa linanisumbua, na Roho Mtakatifu anazidi kunifundisha namna gani ya kuondokana na upumbavu, kutokana na vitu mbalimbali ambavyo ninakuwa ninavipitia, nakuwa ninavifanya. Roho Mtakatifu anaendelea kunifundisha. Ananisaidia sana kuniondolea upumbavu mwingi sana. Upumbavu kwenye eneo la kazi, upumbavu kwenye eneo la familia, upumbavu kwenye eneo la jamii. Nilikuwa nina upumbavu mwingi sana. Na tunaona Mhubiri anasema hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Watu ambao wanajua vitu vinavyotakiwa kufanyika na hawavifanyi kama ipasavyo, hao watu wanakuwa na hasira sana. Na ni kweli kabisa, kwa sababu mimi mwenyewe, yani ni kitu ambacho kimenishuhudia mimi mwenyewe. Mimi ni shahidi ya kwamba kutokana na upumbavu wangu nimekuwa ni mtu wa hasira
kwa ni mtu wa hasira. Muda mwingine hata ukikaa ukijiuliza hii hasira ni ya nini, unakuwa upati majibu. Unapata pesa, ninapata pesa, ninaenda ninazinywea pombe zote. Kesho nikishindwa kukidhi mahitaji, ninakasirika. Ninapata pesa, ninacheza kamari, patapotea, ile pesa inapotea. Baadaye nikishindwa kukidhi mahitaji, ninakasirika. Ninapata pesa, ninaenda kuhangaika na starehe za dunia anasa. Baadaye nikishindwa kukidhi hitaji fulani, ninakasirika. Kwa hiyo, baada ya kuingia kwenye maombi, kuanza kufanya ibada, Roho Mtakatifu anaanza kunifundisha. Naanza kuelewa sasa. Naanza kuelewa. Ndio maana mhubiri anasema usiwe mwepesi wa kukasirika. Sababu hiyo hasira ni kutokana na upumbavu. Unajua vitu vinavyotakiwa kufanyika. Ulikuwa mjinga mwanzo, haujui, lakini sasa hivi umejua. Lakini bado haufanyi kama ipasavyo. Umekuwa mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu azidi kutusaidia, Yesu azidi kutuponya kwa damu yake. Ninaongea kiwepesi, lakini ni jambo ambalo limekuwa likinikwamisha sana, likinirudisha sana nyuma. Sifanyi kazi kwa uaminifu, nisipopata matokeo mazuri hata shuleni. Muda wa kusoma sisomi, muda wa kufanya mambo ya msingi pale shuleni sifanyi. Lakini matokeo yakija vibaya, hasira, unakasirika, unaona hivi, imekuwa hivi. Upumbavu tu. Ukienda kwenye Yakobo pia, Yakobo 1:19. Yakobo 1:19 anasema usiwe na haraka kwenye kuongea, uwe na haraka kwenye kusikia, usiwe na haraka. Usiwe mwepesi wa hasira. Yakobo pia ana kazi hapo. Mithali naye 16:32 bado kuna kazi ya mambo ya upumbavu. Heri aitawalaye roho yake kuliko anayeuteka mji. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa ninakwama kutokana na upumbavu. Ujinga niliokuwa nao ni kutojua nguvu iliyokuwa kwenye damu ya Yesu. Nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu na umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu. Huo ndio ujinga niliokuwa nao. Kupitia watumishi mbalimbali, wazazi, mahubiri, mafundisho ya kiroho, ule ujinga ukaondoka. Alafu nikawa mpumbavu. Kwamba nimejua umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye elimu yangu, umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye kazi yangu, umuhimu wa Roho Mtakatifu kwenye ujana wangu. Ila nikapuuzia, nikaenenda kwa akili zangu. Mambo yakawa ndivyo sivyo. Ni kwa neema huo upumbavu umeweza kutoka. Na huo upumbavu umeweza kutoka, kuna juhudi binafsi zinazohitajika. Kuikana nafsi, kujikataa. Roho Mtakatifu anakuwa ananiongoza, ananielekeza, pangilia ratiba. Nilikuwa nina upumbavu, nikimuona tu mtumishi, naona huyu anataka sadaka, huyu anataka sadaka tu.
Nikaja nikatafakarishwa habari za Habili. Habili alikuwa ni mfuga kondoo, Kaini alikuwa mkulima. Habili anachagua kondoo aliyenona, anamtoa kwa ajili ya Bwana, lakini alikuwa anamteketeza. Kwa hiyo pale ikanipa kutafakari sana. Nikawa najiuliza, anamchoma tu moto, ule moshi unaenda mbinguni. Alafu tunaambiwa pale Mungu akaitakabali sadaka yake. Lakini Kaini alikuwa anaenda anatoa ni mazao tu. Kwa Roho Mtakatifu akanifundisha kwamba sio kile kitu unachokitoa, issue ni moyo. Moyo wako unakuwa umeuelekeza wapi? Kwa sababu Habili anaenda anachukua kondoo aliyenona, anamteketeza kwa moto. Lakini moyoni mwake anakuwa amekusudia kwamba hii ni sadaka kwa Mungu. Namchagua kondoo aliyenona kwa ajili ya Mungu. Ametambua nafasi ya Mungu kwenye ule ufugaji wake. Anamchukua kondoo aliyenona, anamteketeza. Yaani ni kama sasa hivi, ni kama tuseme ingekuwa Habili kwenye msimu huu hapa ni upate milioni 10. Labda ni umefanya kazi, kuna biashara umefanya, kuna kazi umefanya ukapata milioni 10. Alafu uchukue milioni 1 uiteketeze, uichome moto. Umeitoa sadaka. Lakini sasa kwenye mfumo wetu wa sasa hivi utakamatwa na serikali. Utakamatwa na serikali kwa sababu utakuwa umefanya upumbavu. Ila ukichukua ile milioni 1 ukaipeleka kanisani, au ukachukua ile milioni 1 ukaipeleka kwa mtumishi, au ukachukua ile milioni 1 ukaipeleka kwa watoto yatima, kwa wajane, ukafanya jambo kwa ajili ya jamii, ili ile pesa isitoke kwenye mzunguko kutokana na mifumo ya kiuchumi ilivyo. Lakini kitu ambacho Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha hapo ni kwamba issue sio yule ambaye unaipeleka sadaka yako. Yaani kwa sababu nilikuwa nikiona mtumishi anahubiri, au nikiona makanisa, yaani siendi kanisani, nasema kwanza kanisa wanahubiri tu sadaka, wanataka tu sadaka, kila muda mchango wa hiki, kwa hiyo siendi kanisani, wao ni sadaka tu. Kumbe ni upumbavu wa hali ya juu. Kwa sababu Roho Mtakatifu akawa ananipeleka hivyo, ananielekeza hivyo. Kuna maswali yanatokea moyoni. Wewe unaenda pale kanisani kwa ajili gani? Au unamsikiliza mtumishi wa Mungu kwa ajili gani? Nikaanza kujijibu yale maswali. Ni uhusiano wangu mimi na Mungu. Uhusiano wangu mimi na Mungu. Kwa hiyo nenda pale, sikiliza kile ambacho ni cha Mungu. Toa ile sadaka kwa Mungu. Kama Habili alivyokuwa anamchukua kondoo, anamteketeza tu, anaondoka. Lakini moyoni mwake nia ni kwamba nimemtolea Mungu sadaka. Kwa hiyo nia yangu ikabadilishwa. Nikienda kanisani, ninakuwa ninamtazama Mungu, ninamtazama Yesu Kristo aliye hai. Kama ni sadaka ya shukrani, ninavyoenda kuweka sadaka pale kwenye chombo, nia yangu yuko kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu, nakushukuru, umenilinda, nimeamka, nimeweka ile sadaka pale kwenye chombo. Yale mawazo mchungaji atakula, sijui mwinjilisti atakula, wala hayapo. Roho Mtakatifu akawa ananiongoza hivyo, hayapo tena. Yaani weka wazo lako kwa Mungu. Wewe kwa nini unawaza mwinjilisti atakula, mchungaji atakula? Kwani unampa mwinjilisti? Nia. Ndio maana ukisoma Biblia inakuwa imeandika kwamba dhabihu ya kweli ni moyo uliopondeka, moyo mkunjufu. Hiyo ndio dhabihu ya kweli. Nia yako ndani ya moyo wako ni nini?
Kwa hiyo nilikuwa nasumbuliwa na huo upumbavu, nashindwa kufanya ibada kwa Mungu, nashindwa kwa kusema kwamba kwanza wao ni sadaka tu, ni sadaka tu. Kila nikimwona mtumishi, hata nikikutana na klipu ya mtumishi kama ni kwenye mitandao ya kijamii, ninaipita haraka haraka. Sadaka tu, sadaka tu. Huyu anataka sadaka tu. Ndio maana kwenye Biblia tunaambiwa tusiwe wepesi sana wa kuongea. Tusiwe wepesi sana wa hasira. Tuwe wepesi wa kusikiliza. Tuwe wepesi wa kusikiliza. Roho Mtakatifu anakuwa amenifundisha hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho naona kinanisaidia, moyo wangu unakuwa na amani, moyo wangu unakuwa na amani. Kuna mambo ambayo nilikuwa naona pengine yani naweza nikakataa kwenda kanisani kutoa shilingi 5,000 ya sadaka. Kusema wanataka tu sadaka yangu, wanataka tu kula sadaka. Lakini naenda baa nanunua bia za 50,000 za laki. Sasa unashindwa kuelewa shida iko wapi hapa? Kwa hiyo kadri nikiendelea kutafakari maisha yangu ambayo nilikuwa nayafanya, Roho Mtakatifu anaendelea kunifunulia mistari, kwa sababu Biblia nilikuwa nasoma lakini ninaisoma tu kama kitabu cha story. Lakini sasa hivi nina neema ya kwamba Biblia ninamuomba kwanza Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye mwalimu. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu. Kwa hiyo ninakuwa ninamuomba Roho Mtakatifu nisaidie kuelewa ni nini Mungu anajaribu kusema na mimi kwenye huu mstari hapa. Kwa nini amesema hasira inakaa kifuani mwa wapumbavu? Roho Mtakatifu ananisaidia, naanza kutafakari. Kwa kila nikitafakari maisha yangu ya hapo nyuma, nakuja kugundua kumbe ndio maana mhubiri akasema hasira inakaa kifuani mwa wapumbavu. Kwa sababu nilikuwa ni mtu kukasirika. Nimeamka na hangover, sina hata 100 mfukoni. Ninakasirika, hata hiyo siku sili vizuri tena. Lakini jana tu nilikuwa na laki. Jana tu nilikuwa na 50,000. Nikikutana na mtumishi anahubiri habari njema, ninakasirika. Kwanza ninamuona kama ananisema upumbavu tu. Ninajua kile anachokisema ni ukweli, lakini ninakasirika. Kwa hiyo sasa hivi moyo wangu una amani sana. Moyo wangu una amani sana. Na kwenye Ufunuo tunaonyeshwa kwamba ushuhuda ni ushindi kwa adui. Wakamshinda adui kwa neno la ushuhuda. Na mimi ninautoa ushuhuda. Nimemshinda adui. Na kwa damu ya mwana kondoo. Sasa hivi mimi ninaiachilia damu ya Yesu tu. 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 Upumbavu ni kujua thamani ya damu ya Yesu alafu usiitumie. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana nguvu na uweza wa ajabu sana. Roho Mtakatifu ana nguvu na uweza wa ajabu sana. Ni mambo ambayo nilikuwa unamsikia tu labda mama akiwa anasali anasema namsikia Roho Mtakatifu akisema hivi, au mtumishi yuko madhabahuni, Roho Mtakatifu ananiambia hivi, Roho Mtakatifu ameniambia hivi. Nashindwa kuelewa Roho Mtakatifu inakuaje. Lakini na mimi sasa hivi namsikia Roho Mtakatifu. Ninamsikia Roho Mtakatifu kwa sababu Yesu kwa damu yake amenijalia utulivu wa moyo, utulivu wa nafsi, utulivu wa roho. Hapo nilikuwa haraka mwepesi sana wa kukasirika. Ukisikia mtumishi anahubiri, ana lolote huyo, anataka sadaka tu. Nimekasirika, hasira. Kumbe ni upumbavu. Ninajua nini vya kufanya. Ninajua kwamba mimi ni Mkristo. Wakristo wanamwamini Yesu. Watu wanaomwamini Yesu wanatakiwa kuishi vipi? Wanatakiwa kuwa watu wa maombi. Lakini sifanyi hivyo. Mimi nimekaa tu kung'ang'ana, mimi ni Mkristo bwana. Nalindwa na nguvu za Mungu. Nenda zangu huko nafanya mambo yangu ya dunia.
nafanya mambo yangu ya dunia. Nibaki tu mimi ni Mkristo. Lakini sifati ule utamaduni wa Kristo. Kwa sababu Ukristo ni utamaduni. Christianity is culture, a total way of life. Namna ya maisha yanavyoenenda, kula, kulala, kuamka, utamaduni, Ukristo. Tunalindwa na damu ya Yesu, tunalindwa na nguvu za Mungu. Zipo principles, kuna taratibu za kufuata kama Mkristo. Lakini tumeshikilia upumbavu. Tumeshaondolewa ujinga. Yesu ameshakufa msalabani kwa ajili yetu. Tuwe huru. Watu wanaenda kwa waganga, wanachinja kuku, wanatoa kafara za mbuzi, wengine wanatoa kafara za wanadamu kabisa. Wakitoka hapo wanaenda wanafanya kazi. Mambo yakiyumba huku kidogo, anarudi kwa mganga tena. Watu wanakuwa wanafuatilia. Lakini ukija huku kwenye Ukristo, tunaenda tu, unaamka, uachilie damu ya Yesu kwenye kazi yako, uachilie damu ya Yesu kwenye elimu yako, uachilie damu ya Yesu. Ndio hivyo, nilikuwa naenda tu. Mimi ni Mkristo. Sasa una tofauti gani? Na ambaye sio Mkristo? Kwa sababu ambaye sio Mkristo yeye anaamka kama wewe unavyoamka. Anakula kama wewe unavyokula. Analala kama unavyolala. Kuna nini ambacho kinakutofautisha hapo? Maswali hayo baada ya kukubali sasa kwamba Bwana Yesu niokoe, Bwana Yesu nikomboe, niponye na huu upumbavu. Ninajua ya kwamba wewe ni mkombozi. Ninajua ya kwamba wewe ulikufa pale msalabani kwa ajili yangu. Naomba uniponye huu upumbavu. Roho Mtakatifu ndo anaanza kunifundisha. Utofauti ni nini? Kama mtu ambaye hamwamini Kristo, analala, anakula, ananyeshewa na mvua, anaenda kazini, analipwa mshahara, na wewe hivyo, utofauti wenu ni nini? Lazima ujue kuna utofauti. Utofauti ni namna tunavyofanya ibada. Utofauti ni namna tunavyonena, vinywa vyetu vinanena baraka. Kwa sababu kama Mkristo, kinywa chako hakineni baraka. Kama Mkristo unakuwa ni mtu wa kulaani. Kama ni Mkristo unakuwa ni mtu wa anasa. Kama ni Mkristo unakuwa unafanya mambo yale ambaye sio Mkristo anayafanya. Kuna utofauti gani? Kuna maana gani ya Yesu kufa msalabani? Kuna maana gani ya kukiri imani ya Kikristo na muamini Mungu Baba mwenye enzi yote na muamini Yesu Kristo? Unakiri ya nini? Hayo ni maswali ambayo Roho Mtakatifu alikuwa ananiuliza. Na yasikia rohoni hayo maswali. Utofauti ni nini? Kama unaamka au muombi Yesu akutangulia kwenye kazi yako, kama unaamka, kama haufanyi maombi, haufanyi ibada kwa ajili ya Mungu wako aliyekufia msalabani, utofauti ni nini? Kwa hiyo ndio kama hivyo. Kuna utofauti gani? Bwana Yesu azidi kutusaidia sana. Bwana Yesu azidi kutubariki, kutuongoza. Damu yake izidi kutufunika. Tunamhitaji sana kwenye maisha yetu. Kuna mambo madogo ambayo tunayapuuzia kutokana na upumbavu tuliona. Ujinga ulishaondoka. Tokea Sunday school, tunapelekwa Sunday school, tunafundishwa Yesu ni Bwana, tunaimba mapambio, tunaenda mafundisho, tunapata kipaimara. Ujinga ulishaondolewa. Kote huko tumehubiriwa tayari. Neno la Mungu ni taa. Tunajua ya kwamba sisi kama Wakristo tunafuata neno la Mungu. Ndio taa ya miguu yetu. Lakini hatusomi Biblia. Una Biblia umeiweka tu hapo kabatini. Una Biblia umeiweka tu hapo chini ya mto. Hauisomi.
Soma hata Zaburi, soma hata mistari miwili. Roho Mtakatifu ndo vitu alivyokuwa ananifundisha, na nimeona mabadiliko. Ndio ile nimeonja pendo lako, nimejua umwema, nitakushukuru, nitakuimbia, wakusifu wewe. Kwa hiyo tuache upumbavu. Kataa upumbavu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kataa upumbavu. Unajua kabisa nini kinatakiwa kufanyika. Unajua kabisa nini kinatakiwa kutendeka, lakini umeking'ang'ania. Kataa huo upumbavu. Huo ni upumbavu. Unakasirika. Hata kuna mtu hapo sasa hivi akiniona, huyu anafanya nini huyu? Namhubiri Kristo aliye hai. Na kama unakasirika, wewe ni mpumbavu. Hata mimi nilikuwa nakasirika kama wewe. Nikimwona kijana mwenzangu ameshika Biblia anaenda kanisani, mimi nimeshika chupa ya Jaga Master, nimetoka kulewa. Namwangalia huyo, nakasirika. Sasa unakasirika nini? Ni kama yule, ni kama kaka yake na yule mwanampotevu alivyorudi, baba yake amempokea, akamchinjia ndama aliyenona, akamfanyia karamu. Kaka yake amerudi, anakasirika, hasira. Ni mpumbavu. Anakasirika, anambia baba, mimi nimekaa na wewe hapa, uje hata kunipa mbuzi nichinje nile na marafiki zangu. Baba yake anamwambia, unakasirika nini? Wewe uko hapa. Huyu alikuwa amepotea, amerudi. Wewe uko na mimi. Nilicho nacho mimi ni cha kwako wewe. Wapo watu ambao pia ni wameokoka, wanaomba, wanasoma Biblia, lakini ni wapumbavu. Hawaendi kazini, hawafanyi kazi kwa bidii, ni wapumbavu. Wanajua kabisa ili nipate pesa natakuwa nifanye kazi. Hafanyi kazi. Yuko anafanya maombi tu, Huo ni upumbavu. Acha upumbavu, kafanye kazi. Mungu ametuahidi atakuwa pamoja na sisi. Tukiwa kwenye maombi, yuko pamoja na sisi. Na tunavyoenda kazini, yuko pamoja na sisi. Maombi sio kurapo koshande, rintarabobokosi, korakashanda, rentorokosi, darabobosi. Huo ni udhihirisho kwamba kuna nguvu za Roho Mtakatifu. Maombi ni maisha yako, kuanzia unavyoamka mpaka unavyorudi kulala. Hayo ndo maombi. Namna unavyoongea na watu, namna unavyowajibu watu, namna unavyofanya kazi za watu, unavyokuwa pale ofisini. Umbea. Wewe ni kusengenya watu tu, wewe ni kubeba chuki. Unajiita Mkristo, umebeba chuki. Hauongei na baba yako, hauongei na mama yako, hauongei na wafanyakazi wenzako, unawadharau. Kwa sababu labda wewe unasali sana na wao ni walevi, unawadharau, unamdharau bosi wako. Unamwona yeye sio ana maana, wewe ndio una maana kwa sababu unasali usiku masaa mawili. Sio kila litaja jina langu ataona ufalme wa Mungu. Kwa kuna upumbavu mwingi sana tunakuwa nao. Upumbavu mwingi sana. Hata mimi nilivyobadilisha namna yangu ya kuishi, kuna namna ambavyo nilianza kuwadharau watu. Naanza kujiona mimi ndo mimi sasa. Kwa sababu nimeweza kunena kwa lugha, naanza kujiona mimi ndo mimi. Roho Mtakatifu alinipiga stop mapema sana. Anambia, be humble, kuwa mpole. Hiyo sio namna yangu hiyo. Mimi sijakufundisha hiyo. Kwa unakuta unarudi, unaanza kuomba rehema na toba, Mungu nisamehe.
Tunajua kabisa tumeagizwa tumpende Mungu kwa moyo wetu wote, kwa roho zetu na kwa akili zetu zote. Kisha tumpende jirani yetu kama nafsi zetu. Lakini tumekuwa waasisi wa chuki, tunajiita Wakristo. Tumekuwa waasisi wa chuki, tunajiita Wakristo. Mtu akisikia neno kama hili, kama kuna mwenzake amemchukia, basi na yeye ana nani? Ndio, amina. Yaani kuna namna ambavyo mtu anakuwa anasubiria neno fulani. Anasubiria neno fulani. Neno ambalo linaenda upande wake, amina. Bwana Yesu, anapiga shangwe na vigelegele. Neno ambalo linamgusa moyo, linamchoma moyo, yuko hivi kimya, hamna amina. Amina hamna. Hasemi amina. Huko kote Roho Mtakatifu akanivuta, akaniambia hapana, huko siko. Dharau. Hasira, upumbavu, dharau, hasira, kusengenya, wote huo ni upumbavu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana.